Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, ninakuomba unichunguze, chunguza. Wacha nikusalimu wewe kupitia jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Naomba nishiriki nawe kwa pamoja neno la Mungu hili ambalo Mungu amependezwa kwamba tuweze kulisoma, si kulisoma tu lakini kutafakari kwa pamoja. Na lengo kubwa ni kujikagua sisi kama sisi, kwamba kanisa la leo bado liko kwenye msingi ule wa kwanza ama tumetoka. Nitasoma kitabu hiki, kitabu cha Hagai sura ile ya 2 mstari wa 3. Ndipo hapo tunapokwenda kusoma andiko hili. Sura 2 mstari wa 3, kitabu cha Hagai inasema, miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu si kama si kitu? Nimesema tunataka tujikague, tuone vile tulivyoitwa, vile tulivyolikuta kanisa, vile tulivyookolewa, bado tuko vile vile ama kuna mahala tumegeuzwa. Moja kwa moja nataka nizungumze kwa habari ya Nabii Hagai. Anauliza swali zuri sana. Miongoni mwenu amebaki nani? Ili swali inabidi mimi na wewe tulijibu. Kama upo, sema nipo. Lakini kama haupo pia useme haupo. Na kama utasema nimebaki mimi, ukao ukijua kuna swali la pili ambalo linauliza, nanyi mnaionaje sasa? Kwa sababu umesema upo uliyeiona nyumba hii katika utukufu wa kwanza. Sasa anauliza, nanyi mnaionaje sasa? Hao miongoni mliosalia, je, iko pale pale ama imehama? Lakini pia kama imehama, kuna shida. Mnaionaje sasa? Mnaona kuna shida, kuna vitu vya kushughulikia, ama mnaona ni kitu tu cha kawaida? Watumishi wa Mungu, acha niwaambie, michanganyo iko mingi sana. Kuna watu waliookoka mwanzo hawakuwa hivi. Ukitazama na kufuatilia sana, kuna kama vile vizazi vitatu. Kizazi cha kuanzia wokovu ulipoingia, ulitembea mpaka mwaka wa 90. Wale watu waliookoka kuanzia mwaka wa 90 kurudi nyuma huko, wana namna yao, wanamna walivyookolewa, walivyookoka, walivyobaki katika wokovu. Lakini njoo kuanzia 90 kuja mpaka mwaka 2000, kuna kizazi kingine cha wokovu, kizazi ambacho kifuatilia sana, kuna kama mabadiliko makubwa, mwingiliano, lakini bora yao, maana bado wana zile chembe chembe. Ukienda kwenye kizazi kingine cha kuanzia miaka ya 2000,
kuja sasa. Mimi nakiita hiki kizazi ni watu walioamua kuokoka, lakini ni wokovu chotala. Mimi sijui uko eneo gani. Watu hawa ambao ndo kizazi cha leo kimechanganyikiwa. Wameingia na dunia kanisani, wameingia na muziki kanisani, wameingia na mavazi kanisani ambayo walipaswa wavae watu wa dunia. Leo kwaya, we mwenyewe ni shahidi, ikianza kuimba unaweza kujiuliza ni Diamond kafika ama ni watu wa Mungu wanaimba. Mimi najaribu kuzungumza tu. Huenda we ni muhanga, huenda umejikuta na wewe ukiwa katika hali hiyo. Lakini wacha nikwambie, dunia imelivaa kanisa. Na kwa sababu hatuambii ukweli, kwa sababu hakuna kutueleza ukweli, tumejikuta kanisa halina tofauti na watu wa ulimwengu. Michanganyo ni mingi. Humo ndimo sasa watu hawataki injili ya kweli. Wanataka mafanikio. Kitaka kujaze kanisa, basi hubiri maji na mafuta. Wewe sema tu, mimi siangalii habari ya mavazi, habari ya ulevi, habari ya kuwa na wake wawili, habari ya uovu. Wewe sema njoni tumwabudu Mungu. Rafiki yangu, utapanua kanisa kila kunapoitwa leo. Lakini je, ndivyo tulivyoitwa? Ndivyo tulivyoitwa? Mimi nakuuliza wewe nakuuliza, ndivyo tulivyoitwa? Swali tumeulizwa na Nabii Hagai, miongoni mwenu amebaki nani? Na aliyebaki inabidi ajibu hili swali. Je, mnaionaje sasa? Si labda umenielewa. Miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu sasa? Je, si kama kitu? Na kama umeona si kitu, unachukua hatua gani? Yalikuwa ni hayo tu kujaribu kutafakari. Lakini mimi ninachoweza kukwambia, rudi katika msalaba. Rudi kwenye toba. Yesu anakuja. Ameanza safari na wala sio muda mrefu. Yesu anarudi. Mungu akupe nia ya kujua hii siri. Asante. Mungu akubariki. Amen. Mwalimu David Ndaki.